Yo wagwan, karibu kwenye The Skankara Podcast. Mimi ni Brighton Davis na leo nataka nizungumzie furaha ya kweli. Je, wewe unaijua furaha ya kweli ni kitu gani? Furaha ya kweli ni mali? Furaha ya kweli ni mafanikio? Ama furaha ya kweli ni kitu gani? Okay, mimi nitakwambia. Furaha ya kweli ni the inner peace, ni amani ya ndani ambao mtu anakuwepo nayo. Furaha ya kweli ni mtu kuiona maana ya maisha yake, anaishi kwa maana fulani kwenye hii dunia. Hiyo ndo furaha ya kweli. Kuna vitu vingi sana vinachanganywa na furaha ya kweli. Watu wana confuse na wanahisi kama vitu fulani ndo furaha ya kweli. Yaani mtu kisha kuwa na vitu hivi basi una furaha ya kweli. Vitu hivyo ni kama mitandao ya kijamii. Mtu anaona kisha kuwa na zile likes, comments, nini basi hiyo ndo furaha ya kweli. Umaarufu, watu wanahisi kama ukisha kuwa maarufu basi ndo furaha yako ya kweli na ndo maisha yanavyo. Yaani wewe ndo unaishi maisha. Kitu ambacho pia sio. Na watu wengine pia wanahisi kwamba furaha ya kweli ni kuwa na pesa, kuwa na mali. Umeona? Ni kweli watu wengi wanajua kabisa pesa ndo furaha. Lakini trust me, wewe sio mgeni, mimi sio mgeni. Kuna watu wenye mali lakini bado wanateseka, hawana amani kwenye nyumba zao, kwenye familia zao, wanapitia misukosuko mingi. Tunajua hizi stories so ngeni kwenye masikio yetu. So, kuna vitu ambavyo vinaweza vikachangia mtu kuipata amani yake ya kweli, ambavyo inabidi sasa tuanze kuvifanyia kazi kwa mtu mmoja mmoja, au sio? Kuna kujijua na kujitambua. Kuna kujijua na kujikubali. Kila mtu ajitahidi kujijua na kujikubali kwamba mimi ni nani na niko kwenye level fulani na haya ndo maisha yangu kwa sasa hivi. Kama ninataka basi nipambane kuyabadilisha. Jijue then jikubali. Kitu cha pili, jua dhumuni la maisha yako. Jua the purpose of your life. Kwa nini unaishi? Ukiweza kujua hicho kitu basi kitakusaidia sana wewe kujitambua vizuri na kujua furaha yako iko kwenye engo gani. Jambo lingine la tatu ni kutafuta mahusiano ya kweli. Mahusiano ya kweli yanasaidia sana kuitengeneza furaha ya mtu. Ukiwa na familia yenye upendo wa dhati, ukiwa na marafiki wenye upendo wa dhati ambao mnakumbukana nyakati zote za shida na za raha, ni jambo ambalo linaweza likachangia kwa 100% kukurejeshia furaha ya kweli. Hamna mtu ambaye hapendi kuzungukwa na watu wenye upendo. Hakuna mtu ambaye hapendi kuzungukwa na watu wenye furaha na amani na wanaomsupport yeye kila siku kuwa mtu bora zaidi. Umeona? Kingine ni amani ya akili. Make sure unakuwa na amani ya akili. Tuliza akili yako. Jifunze jinsi ya kutuliza akili yako. Jifunze kutokuendeshwa na hisia. Kama ni mawazo tu yanakuendesha, unahisi vitu ambavyo labda ni vibaya kwako, lakini sio uhalisia, ni just a state of mind. Jitahidi kuituliza akili yako na kuirudisha kwenye mipaka yako, au sio? Jifunze kushukuru. Kushukuru inaonekana ni kitu kidogo sana, lakini kumwambia mtu bwana nashukuru, asante, inakupa amani. Yani kuna faraja fulani utajisikia baada ya kutamka hayo maneno. Ni vitu ambavyo, kwa mfano kusema nashukuru au asante, hicho ni kitu ambacho hata mimi ni shahidi. Yani sometimes nikimwambia mtu asante bwana au nashukuru, huwa najisikia vizuri sana kwenye moyo wangu, najisikia amani. Yani naona kama kuna peace fulani nimempa yule mtu alionisaidia iza kitu fulani, alionipa kitu fulani au tuliofanya kitu fulani, lakini nikamwambia tu ile shukrani, asante. Kuna namna naona kama tumeplay equal na tuko on the same page. So huwa inanipa a good state of mind na inanipa a good feeling. You know what I'm saying? Okay, so kuna vitu vinavyosababisha watu wanaikosa hii furaha ya kweli. Ushajiuliza sasa ni vitu gani ambavyo vinatupotezea furaha zetu za kweli? Cha kwanza ni kutokujikubali. Yaani wewe mwenyewe ujikubali. Hiyo lazima ikupunguzie confidence yako, lazima ikukoseshe amani kabisa, kwa sababu usipojikubali wewe nani atakukubali? Unavyojikubali wewe ndo una attract zile positive energy na watu wengine wanaona huyu mtu ana kitu. So ukijiaminia wewe mwenyewe, amini kabisa utakuwa na amani na furaha ya kweli kwenye maisha yako. Kitu kingine ambacho kinapoteza furaha yako kabisa ni kukimbia matatizo yako. Unavyojihisi labda kuescape matatizo ndo kutakuwa solution ya kwako, au
utakuwa umeshalikimbia hilo janga kwa halita kudisturb, ni uongo. So unapokutana na changamoto yote, try to face it, try to communicate na watu na nini, ujue ni kwa namna gani ambavyo watu wanasolve changamoto unayoipitia wewe. Kitu ambacho nimekuja kukigundua kwenye maisha siku hizi ni kwamba changamoto ambayo unaipitia wewe kuna mtu ashaipitia na alishaisolve na alishapita hapo. Yani kuna sehemu ambayo wewe upo ambao kuna mtu ameshaitoka hiyo sehemu. So means ongea na watu. Ukiongea na watu ni lazima utapata wepesi kwenye mambo yako. Yani kama kuna changamoto inakusumbua, kuna mtu alishaitoka hiyo changamoto, trust me, anakupa a simple way ya kusolve hicho kitu, na for a short time unakuwa at peace. You know what I'm saying? Kitu cha tatu ambacho kinavuruga sana amani yetu kwenye jamii ya siku hizi ni kujilinganisha na watu wengine. Sometimes tunashindwa kujicontrol, kujilinganisha na mtu mwingine. Anaweza akapita tu mtu ukajaribu kumcalculate na kujicompare na wewe, labda alivyovaa ukaona huyu labda kazingua au nini au labda mimi najua zaidi yake. Trust me, inaua amani yako kabisa. Ukishaishi maisha ya kumwangalia mtu kwa jicho la wivu na kutamani maisha yake au kujiweka kwenye comparison, trust me, itakuulia amani yako kabisa. Jaribu kitu hiki. Jaribu kuchukulia kila kitu in a positive way na kwa kujifunza chochote. Hata kama unamwona kuna mtu anajua zaidi au hajui zaidi, basi jaribu kumuelekeza kama unaweza, au muombe akuelekeze kama amekuzidi. Hiyo itakusaidia sana kuliko kwanza kujicompare na kujiwekea zile range, itakuvuruga, au sio? So hayo ni mambo ambayo yanakuvurugia wewe furaha yako ya kweli. Na sasa njia pekee ya kurudisha amani yako ya kweli ndio ile tuliyoongea mwanzo. Jifunze kujijua na kujikubali. Jifunze kutengeneza mahusiano ya kweli. Na mahusiano ya kweli sio lazima wewe umpate mtu ambaye ni mkweli kwako. Jaribu wewe kuwa mkweli kwa watu. Jaribu wewe kuwa yule mtu ambaye unatamani watu wengine wawepo. Obvious utamattract mwenzako tu na atakufuata ambaye mfanana na wewe, au sio? Kingine, social medias, likes, comment is not a big deal. Hata unaweza kuvipata ukiamua, lakini visikukate, visikuhunyime amani eti kwa sababu umeposti picha ina likes 2, umeposti picha ziendi au page. Yani social medias, yani ikiwezekana jaribu kujipa break za social medias. Sometimes you need to go offline. Sometimes inabidi upotee ili ujijue zaidi, uconnect na nature, uconnect na watu, uongee sana na watu physically, sio mitandaoni. You know what I'm saying? So jitahidi hapo. Kitu kingine ambacho kitakusaidia kurudisha furaha yako ya kweli ni kufanya vitu ambavyo vitakupa maana kwenye maisha. Usiishi tu kwa sababu unaishi, leo imeisha, kesho inaisha na kesho kutwa inaisha. No, jaribu kutengeneza vitu ambavyo vitakupa thamani yako. Au unajiona bana, mimi ni bora kwenye hii engo, basi naipambania, naifanya tu 100%. Yani hata kama itafika 100%, lakini percent kubwa 80%, yani invest your time pale, kitakupa maana na watu wakikuona bana wataku appreciate kutokana na kile kitu ambacho umekifanya. So as long as upo unafanya kitu chenye maana kwenye maisha na unajua kabisa hichi kitu kina maana, furaha ya kweli unaipata, amani ya roho yako utaipata. Kitu kingine cha mwisho ambacho naweza nikakisema hapo, jifunze kushukuru. Watu ni wagumu sana kwenye kushukuru. Hata kama kitu ni kidogo, shukuru. Wewe kama ni kidogo ungekuwa nacho wewe, ukipewa kitu kidogo, ukisaidiwa msaada mdogo, jifunze kusema nashukuru. For real itakubadilishia mtazamo wako na maisha yako kwenye engo kubwa sana, na watu wataku appreciate kwa sababu shukrani bwana ni neno fupi, ni neno moja tu shukrani, lakini lina maana kubwa sana. So zingatia mambo hayo. You know what I'm saying? So hii ni Skankara Podcast, jukwaa la vijana. Nazungumza na vijana wa rika tofauti, lakini as long as ni vijana, sio na miaka 20 na miaka 30, men, Skankara Podcast ni kwa ajili yako. Make sure unasogea, make sure unasikiliza, make sure unashare na washikaji wengine, make sure mwenyewe una comment kitu chochote hapo chini. Like, ngoja nikuulize leo, au sio, wewe unahisi furaha kweli ni nini? Ni kama uko mtaani tunavyosema furaha ya kweli ni noti, ama furaha ya kweli ni mafanikio, ama furaha ya kweli ni kuwa maarufu, ama wewe unahisi ni nini? Lakini jibu unalo, lakini make sure una go after this video na make sure unazingatia vitu ambavyo nimeviongea, kwa sababu hiyo ndo maana ya kweli. Najua mtaani kuna perspective nyingi sana na watu wanakazaga vichwa sana. Yani
Wao unasema furaha kweli sio pesa. Wewe nipe pesa mimi nitakuonyesha. No. Wewe ni ujuaji tu, lakini wenye pesa wenyewe wanaelewa nini wanasema. So endelea kusubscribe, comment, share, like na share kwa marafiki zako wengine. Skankara Podcast na Brayo Mtumbaye. Know what I'm saying? See you on my next one.